asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena watoto. Amen. Karibuni katika darasa letu la Jumapili. Naona mmekuja na tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Karibuni sana watoto. Karibuni, mimi nikiwa mwalimu wenu Joyce Kaptich. Nataka tuombe alafu tuendelee tujifunze nyimbo, verses na lesson ya siku ya leo. Karibuni watoto. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa siku njema kama huu. Asante kwa ulinzi umetupa wiki mzima. Asante Baba kwa siku ya leo, umetubariki, umetuleta Sunday school. Tunaomba Baba ili utubariki tunapojifunza siku ya leo, uwe nasi Baba na utuongoze. Tunajikabidhi mkononi mwako kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana watoto. Nataka tuendelee kwa darasa letu. Na kabla hatujasema memory verse, kama kawaida nataka tuimbe. Nataka leo Abel Kibet atatuongoza kwa nyimbo. Tusimame watoto tuimbe. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na watoto wote watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na vijana wote watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na wazee wote watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Na wamama wote watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Watu wote nao watasimama, msingi wao wakiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mmeimba nyimbo mzuri. Nataka sasa tuende memory verse. Tuko tayari? Hatujasahau. Mimi najua tuko na memory verse ile tulijifunza last week. Na mimi nataka Pika Cherotich aanze. Simama sasa Pika, tuanzie memory verse ya siku ya leo. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abigail Cherotich and to share memory verse from the book of Mark chapter 16 verse 15 says, "Say to them, go into the old world and pick the good news to all creation." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kaptich and I have a memory verse from the book of
2 Corinthians chapter 8 verse 21 and say, our purpose is to do what is right, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of others. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith, but I want to share one more verse from the book of John chapter 14 verse 21. It says, whoever accepts my commandments and obeys them is the one who loves me. My Father loves whoever loves me. I too will love him and reveal myself to him. Methali mlango wa 17 mstari wa 17 inasema hivi, rafiki hupenda siku zote. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Peter. My memory verse from the book of Romans chapter 6 verse 23. It says, for the wages of sin is death. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Stacy Charangat. I want to share a memory verse from the book of John 14 verse 18, and it says, I will not leave you orphans, I will come to you. Zaburi 23 mstari wa kwanza inasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Matthew Chapkwech. I share the book of Ephesians chapter 6 verse 1, and it says, children, obey our parents in the Lord, for this is right. Honor our father and mother, which is the first commandment. Asanteni sana watoto. Asanteni kwa memory verse. Naona mnatia bidii. Mungu awabariki kila mara, msisahau. Sawa watoto? Nataka leo tujifunze lesson ya siku ya leo. Wiki iliyopita tulijifunza, si ndio? Bado tunakumbuka. Tulijifunza juu ya Daudi na Jonathan wakiwa marafiki. Leo bado tunataka tujue huyu Daudi wakati alisaidiwa na huyu rafiki yake Jonathan, ni nini iliendelea? Tuko tayari watoto? Leo tutajifunza Daudi amwachilia Sauli maisha. Vile hii lesson imeanza na vile iko kwa Biblia, tunajifunza ya kwamba siku ile sasa Daudi na Jonathan walikuwa marafiki. Jonathan saa yote alikuwa anajaribu sana kuona Daudi ako salama kwa sababu baba yake alikuwa anataka kumuua. Sasa tukasikia kuna wakati Daudi alienda akajificha. Watu wa mfalme Saul akasema ninajua mahali wameenda na watu wake kujificha. Akasema wameenda cave. Tunajua cave? Cave. Cave ni mawe. Ni mawe imekaa kama nyumba, lakini ndani iko dark. Sasa Daudi akaenda kujificha huko. Tukasikia sasa vile Sauli alikuwa na roho mbaya, anataka kumuua. Akasema lazima hata yeye aende na watu wake wamtafute Daudi. Juu alikuwa anataka kumuua. Si hapo mwanzoni tulijifunza? Alikuwa anataka kumuua kwa sababu Daudi vile alikuwa anaendelea kuwa mtu mkubwa, vile Mungu alikuwa amemchagua kuwa mfalme hapo mbeleni. Sasa huyu Saul ama mfalme Saul akaanza kuwa na roho mbaya kuhusu Daudi. Sasa tukasikia saa ile Daudi ameenda kujificha, hata yakakaa sana kabisa na watu wake wanaenda kutafuta Daudi ndio amuue Daudi. Kwa sababu Saul miaka yake ni mingi, ameanza kuzeeka. Tunasikia vile walitembea, vile walienda kutafuta Daudi, akachoka. Kwa sababu yeye ni mzee kushinda Daudi. Daudi bado ni kijana. Sasa tukasikia akata akaingia ndani ya hiyo cave, anaenda kupumzika huko ndani. Tukasikia sasa mfalme Saul akalala. Usingizi ikamchukua. Mtu akilala anajua kitu inafanyika. Hata ukilala unalala tu unasikia ni asubuhi. Lakini huyu mfalme Saul akaingia huko ndani, akachukuliwa na usingizi. Sasa Daudi na watu wake wakaja, wakapata, kumbe ndio huyu mfalme Saul analala. Unajua kitu Daudi alifanya? Hakumuua, akakata upande wa nguo yake.
akakata na kisu. Hebu tuone vile hii picha inatuonyesha. Si tunaona? Tunaona vile Daudi anakata. Alitoa kisu akakata nguo ya huyu mzee mfalme Sauli kipande. Na akaenda kando. Tukasikia kidogo mzee akaamuka, vile alikuwa amechoka. Sasa kuinuka hivi, Daudi akamuonyesha, akamwambia, sasa ona vile ulikuwa umelala, sikutaka kukuua, nimekata nguo yako. Mnaona? Kwa sababu Daudi alikuwa mtu anapenda Mungu. Hakutaka kuwa huyu mfalme, kwa sababu alikuwa, hata Daudi hakusema juu alikuwa adui yake ama juu alikuwa amemdharau angemuua, lakini hakumuua. Mnaona? Alipenda hata gawa alikuwa adui. Sauli alikuwa ameanza kuwa adui wa Daudi, lakini Daudi kwa roho yake, ndani ya moyo wake, akasema hapana, sitamuua, nitamuonyesha. Nilikuwa karibu na yeye, nimekaa hapo kama analala, lakini singeweza kumuua kwa sababu Daudi alikuwa na upendo wa Mungu. Tunaona? Hebu tuone vile hii verse inatufundisha, ama hii lesson yetu inatufundisha tutii amri ya kupenda adui zetu. Tuko na maadui. Hatukosi, si ndio? Mara kuna wenye wanatuchokoza kwa shule ama nyumbani. Kuna wenye wanatuchapa. Hatukosi marafiki, lakini saa ingine rafiki tena anapinduka, anachapa wewe ama anachuna wewe. Si ndio watoto? Hapo sasa utakasirika tu, alafu unasikia vibaya, unamsamehe na unampenda. Unaona Daudi vile alifanya? Na tunasikia kwa ile lesson yetu ya wiki iliyopita, alikuwa karibu kabisa auliwe na mfalme Saul. Lakini wakati alipata huyu mfalme amelala chini hata ajijui, akamsamehe. Akakata nguo ndio amuonyeshe, nilikuja karibu na wewe lakini nilikusamehe. Ndio watoto, tusameane na tupenda adui zetu. Si ndio? Kama unajua adui ni nani ama nani anakupendi, nani anakuchokoza, penda yeye vile Mungu anavyo tupenda. Hebu tuone verse ya siku ya leo. Nataka tusome verse ya siku ya leo, tuone inatufunza nini. Aya, tusome, iko katika kitabu cha Luka mlango wa 6 mstari wa 27. Tuseme kwa pamoja. Luka mlango wa 6 mstari wa 27. Inasema hivi: wapendeni adui zenu. Turudie tena. Luka mlango wa 6 mstari wa 27. Inasema hivi: wapendeni adui zenu. Mmesikia sasa watoto? Tupende adui zetu, alafu Mungu ataendelea kutupenda. Vile Daudi alihurumia Sauli, vile Daudi hakumuua na alikuwa adui wake. Mungu awabariki watoto. Tuombe. Baba, ni asante kwa neema zako, asante kwa baraka zako, asante kwa hii lesson tumejifunza siku ya leo. Wasaidia watoto Baba wanapokuwa, wakuwa watoto wenye wanapendana, wakuwa watoto wenye wanapenda adui zao, wakuwa watoto wenye wako na marafiki. Tunakushukuru Baba kwa sababu unatupenda na unapenda watoto. Tunajikabidhi mkononi mwako tukishukuru katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana watoto. Mungu awabariki sana. Amen.